amefufuka. Haleluya! Wapisha Bwana vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba tuweze kukaa chini. I'm happy today to stand before you, and I feel humbled this time that the Lord has dedicated to us. Praise be to God. Na kwa hivyo leo hii ninataka ya kwamba sisi wote tuende kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kwa imani ya kwamba Yesu amefufuka. Praise be to God. Sijui wengine wanaamini nini, sijui wengine wanahubiri Mungu gani, lakini leo hii ninahubiri Yesu, Yesu ambaye amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Yesu anaishi milele. Amen. Hebu tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha John chapter 20 verse 1. Tutaanza mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ujumbe wangu nimeupea kichwa, no matter the storm, we shall come out victorious. Amen. Hallelujah. Amen. No matter the storm, we shall come out victorious. Nitasoma kutoka kitabu cha John chapter 20 verse 1. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Praise be to God. Unajua wakati Yesu alikuwa amesulubiwa, na Yesu alikuwa ametabiri ya kwamba baada ya siku 3 atafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameshasema ya kwamba baada ya siku 3 Yesu atakuwa amefufuka. Na kwa hivyo watu Jews wakaungana tu, wakaenda kwa Pilato, wakasema huyu mtu tulisikia akisema ya kwamba baada ya siku 3 anaweza toka. Kuwepo ulinzi mahali pale, maana watume wake wanaweza wakaenda na wakamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Hawakujua ya kwamba nguvu ya Yesu sio ya kutolewa ama ya kuibiwa, ni nguvu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alisulubiwa, Shetani aliona ameshinda, na hata asubuhi tukaimba, alifikiri ameshinda. Kumbe hakujua ndio chanzo chake kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilikuwa ni chanzo cha Shetani kushindwa, maana sisi tulipokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tulipokea wokovu. Mimi na wewe mpaka siku ya leo tunafurahia matunda ya kufa kwa Yesu Kristo. Na kwa hivyo huyo Yesu ndiye ambaye nimekuletea mchana wa leo. Muumini Yesu, amini Yesu, Yesu aliyesulubiwa akakufa, na baada ya siku 3 yule Yesu akafufuka. Huyo ndiye Yesu nimekuletea. Huyo ndiye Yesu nimekuja kukuhubiria, ya kwamba katika hali zako vile yeye alifufuka, na wewe unafufuka, hali zako zinafufuka, chote kilichokwama kinafufuka. Try Jesus, tunafufuka, ufufio mpya kwa jina la Yesu. Maana Yesu anaishi, maana Yesu alishinda kifo. Unatoka kwa maisha ya mwanadamu, ile kitu ambayo mwanadamu anaogopa hizo nyakati ilikuwa ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kifo, lakini baada ya Yesu kufa mambo yalibadilika. Mtu aseme yalibadilika. Tulibadilishiwa. Saa hii adui yule mkubwa ni kutoamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kutoamini nini? Ni kutoamini ya kwamba Yesu alikufa, na baada ya siku 3 yule Yesu akafufuka, na yule Yesu anaishi hata wa leo hii. Na huyu ndiye Yesu ninakuhubiria asubuhi ya leo. Amen. Leo hii nahisi kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Nahisi kuhubiri. Unajua wakati niliangalia nikapata data, hii mahubiri yangu iko 20. Yes. Nikaona hapo ni history. Kama dada hakujua mimi alisahau. Kidogo nikakuwa nimelegea kutafuta neno. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema hii nisipate tu oh God, ikweli cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nitafute tu neno, nikae tu ready. Nikatafuta neno ya kukaa ready. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile siku zilivyoenda, vile siku zilivyosongea, nikaona Jumapili ndio inakaribia. Hapo ndipo nilipata neno ya kwamba Yesu amefufuka. Hii sio ile neno nilitarajia, lakini Yesu alibadilisha, maana Yesu alifufuka, na hata leo hii anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona malaika akimuuliza, mnatafuta nini? Mnatafuta aliye hai kwa wenye wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mnatafuta aliye hai katikati ya wale wamekufa. Yesu asifiwe. Au tatafutwa katikati ya wale waliokufa, maana tumefufuka pamoja na Yesu. Tumefufuka
atafufuka. Basi injili tunayoeneza ni ya uongo. Amen. Hebu tusome. Sione ni kama ni maneno yangu. I think 1 Corinthians. Somewhere. Tusome tuone ni neno. 1 Corinthians 15:12. Acha tuone hapo 15:12. Now brothers, I want to remind you of the gospel I preach to you. This is the gospel that I'm preaching to you. And Jesus said, the power of the Lord is upon me to bring good news. This power is upon me this day to bring good news to you. That Jesus Christ has risen. Praise be to God. Paul, this is what Paul is saying. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preach to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise you have believed in vain. Praise be to God. Which word is this? Which word is Paul talking about? This is the word about the resurrection of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Hii ni injili kuhusu ufufio wa Yesu, ya kwamba Yesu amefufuka. Paulo akasema, basi kama muamini ile neno ya kwamba Yesu amefufuka, basi mnahubiri bure. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeona vitabu vingi, nimeona Qur'an, nimeona hata vitabu vya Catholic. Kuna mahali tunatofautiana. Na hapo ndio mahali tunapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sema nguvu. Hapo ndipo tunapata nguvu. Nguvu ya kusonga mbele. Ya kwamba vitabu vingine vya dini havina kufufuka kwa Yesu. Vitabu vingine havina kufufuka kwa Yesu. Lakini kitabu changu kinaniambia ya kwamba Yesu alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hapo nyuma uliamini nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapo nyuma sisi tulikuwa wa Katoliki. Na kuna mahali Catholics kidogo walipotea. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba na hii imekuja. Ya kwamba wao wanamheshimu sana Maria. Bwana Yesu asifiwe. Wanamheshimu sana Mary, the mother of Jesus. Lakini ninaona Yesu akihubiri, mama mmoja akasema, blessed is the womb which your seed was born. Praise be to God. Mama akasema, ni mama alisema, Yesu alikuwa anahubiri. Na mama alikuwa tu katikati ya kusanyiko. Na mama akasema, blessed is the woman who bore you. Praise be to God. Blessed is the woman who bore you. Lakini hapo mbele hatutaki kuendelea. Inasema Yesu alijibu aje? Mnajua? Yesu alijibu na akasema, hapana. Yesu asifiwe. Akasema, blessed is the one who believes in the one. Praise be to God. And now I speak to you. Blessed is the one who believes in Christ. Who believes that Christ died. He laid his life for 3 days. Amen. Yesu hakufa, angetaka angekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona hata kama ingekuwa ni siku ya leo, akiwa pale msalabani, wakiwa wanamkejeli, wanamtusi, ninaona ya kwamba angetaka kutoka hapo na wamalize wote. Angefanya vile. Yesu asifiwe. Lakini upendo ulimshikilia Yesu msalabani. Sio ile misumari, ni upendo wa Yesu kwangu mimi na wewe. Yesu asifiwe. Ni upendo wa Yesu aliyetaka sisi wenyewe tulione mbingu, tuone muujiza wa Yesu. Na leo hivi nahubiri kwako ya kwamba Yesu amefufuka, ya kwamba Yesu anaishi milele, ya kwamba Yesu hawezi kufa tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tumefufuka pamoja na Yesu. Tumefufuka pamoja na Kristo. Nimefufuka pamoja na Kristo. Mimi siongopi kifo, lakini akitakuja kabla ya wakati. Mimi siongopi kifo. Ukisikia ninang'oa kidogo nimetoka Israeli. Mimi siongopi kifo. Bwana Yesu asifiwe. Siongopi hiyo. Ninaogopa tu yule mwenye hajaamini. Wewe ndio nakuhurumia. Mwenye hajaamini ya kwamba Yesu alikufa, he laid his own life. Praise be to God. Amen. Meaning angetaka angelay, Bwana Yesu asifiwe. But he laid his own life for 3 days. And after those 3 days, he resurrected. You know what? He resurrected with power. And that power he gave it to us. The Church of Christ. Now today tunahubiri vile tunahubiri. Yesu asifiwe. Ya kwamba leo hii unasema ya kwamba watoto wangu shetani hatakaribia na akaribii. Yesu asifiwe. Ya kwamba unasema biashara yangu shetani hatakaribia na kwa kweli anakaa mbali. Kwa sababu ya nini? Yesu alikufa na akafufuka baada ya siku 3. Shetani alifikiri amemalizana na Yesu. Alifikiri habari ya wokovu
shut down. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakujua amempea ticket ya kwenda kuzimu. Ninaona Yesu ameingia kuzimu. Wanaulizana yule ni nani? Kwani wengine wako hapa? Yule ni nani amebaki? Yesu asifiwe. Ninaona miale ya moto. Shetani hakujua ni Yesu. Ameendea mamlaka yetu. Ameendea ukombozi wetu. Ameendea ukombozi wako. Ameendea ukombozi wangu. Ilikuwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Napo tukakombolewa. Na leo hii tunafurahia. Leo hii tunatembea in freedom. Praise be to God. Ninaona Mary Magdalene anaenda pale Yesu alikuwa amezikwa. Walikuwa wanaona kweli Yesu amezikwa yake imedana. Naona hao jamaa wako wanaamini kwamba atafufuka. Ni kweli alikuwa amewaambia baada ya siku 3 nitafufuka. Lakini naona hawakuamini. Na hiyo ndio shida yetu leo hii. Hatuamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka baada ya siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuamini. Wao walikuwa wameenda kama kawaida kupaka mafuta. Huyu Mary Magdalene ni yule ambaye mapepo 7 yalitolewa kwake. 7 demons were cast away from her. Praise be to God. Hata wewe haijalishi your past. Do not look back. Usiangalie ulikotoka kabla ya kuokoka. Sijui ulikuwa unafanya nini? Sijui labda ulihua, sijui labda ulifanya dhambi zote. Ni nini hili Mungu aweze akasamehe? Na Yesu alikufa msalabani. Basi kama hawezi akakuokoa, basi kufa ulikuwa bure. Na Yesu hawezi akakumbali ya kwamba alikufa bure. Hawezi akakuwa alikuja duniani bure, akaishi, akakufa, baada ya siku 3 akafufuka. Sio bure wapendwa. Dhambi zako zilisamehewa. Dhambi zako zilisamehewa. Uliwekwa huru. Uliwekwa huru. Uliwekwa huru. Come on, celebrate Jesus. Tuliwekwa huru. Tuliwekwa huru. Yesu asifiwe. Mimi pamoja nawe tuliwekwa huru. For God so loved the world. Who is the world? Us Gentiles. Us Gentiles. For God so loved the world. He loved me and you. That He gave His only Son. Praise be to God. God gave His only Son. His only Son. So that we can be redeemed. Tumenunuliwa kwa damu ya dhamana. Tumenunuliwa kwa damu ya dhamani. Mbona wewe hutaki kuamini? Prophesy to that situation. Maana upako tunao. Maana nguvu tunayo. Hiyo hali inakukalia. Itabirie ya kwamba wewe hali inakujua leo, lakini kesho sitakuwa na wewe. Ya kwamba Yesu alikufa, na kwa hivyo hata wewe ninakumaliza msalabani. Yesu alisema yamekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Akasema yamekwisha. Dhambi zangu zimekwisha. Kung'ang'ana kwangu kumekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Kung'ang'ana kwangu kumekwisha. Yesu alikuweka msalabani. Kung'ang'ana kwetu, Yesu alikuweka msalabani. Kusulubiwa kwetu, Yesu alisulubiwa. Maana alitupenda. Yesu asifiwe. Nani wanaenda pale Yesu alikuwa amelazwa. Alikuwa amekufa na anawekwa. Hawa watu wamesema hawa mitume wataenda waimbe huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakaweka jiwe kubwa ambalo hakuna nguvu. Hata sijui waliwekaje. Hakuna wanadamu wangeshikana waisongeze. Sijui waliweka na zile tigatinga naendeshanga ama walibeba na nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale waliweka jiwe kubwa upate ya kwamba wale watume wa Yesu hawawezi wakamuiba. Hawakujua Yesu sio wa kuibiwa. Angetaka mwenyewe angekufa, na baada ya siku 3 hakuna kilichomzuia. Yesu asifiwe. Ninaona mbingu imetuma malaika. Oh, praise Jesus. Mbingu imetuma malaika, maana alikuwa amelay his life. And now ameresurrect. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo angejiondoa akitaka. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu imetuma malaika. Malaika wameondoa ile jiwe. Hata waliposhuka wale walinda lango, wale waliokuwa wanalinda hiyo kaburi, wote walilala kama wamekufa. Amen. Yesu asifiwe. Ni nini hicho kimekuongopesha mpaka siku ya leo? Ni nini hicho ambacho kimekutia wasiwasi kiambia ya kwamba kuna Yesu? And I prophesy to someone that situation inaondoka saa hii. Huo ugonjwa unaondoka saa hii. Hicho kimekusumbua kinaondoka saa hii. Ninaona mtu anawekwa huru. Ninaona jiwe limeondolewa. Ninaona waliokuwa vizuizi wameanguka chini kana kwamba wamekufa. Ni nani hao wanaokusumbua? Ni nini hicho kimekuangamiza? Kimekukamata kwa muda mrefu? Ninayo
kaburi walianguka. Amen. Kana kwamba wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu walisikia haikuwa ya mitume, haikuwa ya the disciples, ilikuwa ni sauti ya mbingu. Hiyo ndio sauti ninakunenea, hiyo ndio sauti ninakutabiria, hiyo ndio sauti ninaachilia kwako, hiyo ndio sauti ninakupa na wewe, ya kwamba uamini tu. Nguvu za Yesu ziko na wewe, ufufio wa Yesu uko na wewe, ufufio wa Yesu uko na wewe, kufufuka kwa Yesu ndio sehemu yetu chana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaamini ya kwamba Yesu alifufuka. Amen. This is the word that I'm bringing to you. That Jesus is alive. Jesus is alive even today and forevermore. And Jesus was the firstborn. Yesu ndiye alikuwa firstborn wa kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua unasema si alikuwa firstborn wa kufufuka. Ninajua wewe unaniambia ya kwamba si alifufua Lazaro. Lazaro alifufuka, lakini Lazaro alikufa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona hata Maria sister wa Lazarus anamwambia ndio ninajua atafufuka siku za mwisho. Hawakujua ni leo hiyo, maana the resurrection was there. Jesus was there. Jesus is the resurrection. Praise God. Amen. Na nguvu Yesu ametupa. Unajua kwa Agano la Kale ni Mungu tu alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yangu yananiambia ya kwamba the Spirit of God was moving over the waters. Praise be to God. Lakini ninaona in the New Testament Yesu amezaliwa, Yesu amekuwa, Yesu ndio yeye anatembelea juu ya maji, lakini tumekuwa tumehusishwa. Petero naye ndio huyo ametembea juu ya maji. Wewe umetembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. In the Old Testament ni Mungu tu. Yesu angetembea peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini in the New Testament Yesu amemuita hata na Petro. Bwana Yesu asifiwe. Petro njoo, na Petro anatembea juu ya maji. Lakini shida yetu ni ile ile, badala ya kufocus on Jesus tuna focus na mawimbi. Badala ya kumwangalia Yesu unaangalia hizo shida, unajiambia kwamba nani hiki. Bwana Yesu asifiwe. Unajiandika mgongo nani hiki. Bwana Yesu asifiwe. Shida yetu ndio hiyo. Praise be to God. Lakini if only we believe, if only you can believe. And hata maandiko inasema without faith you cannot please God. Yes. Through faith, that's how we believe. Praise be to God. Amen. Kwa kuamini tu, niko kuamini tu wapendwa. Kwa kuamini tu, hakuna kazi nyingine, hakuna kusulubiwa msalabani, hata wakuje waseme Yesu watongareni, hata wakuje waseme sijui Jehova water, hakuna mwingine, ni Yesu peke yake. Amen. Wamekuja wengi. Sijawahi kuona wakisulubiwa. Yule Yesu watongareni. Kuna siku niliona kamsaa kidogo ikisemekana ya kwamba yule Yesu watongareni hata yeye anafaa sulubiwe. Jamaa aliongopa. Bwana Yesu asifiwe. Aliongopa. Alitaka tu kufurahia tu na kuita umati. Bwana Yesu asifiwe. Now doctrines are many. Doctrines are so many. So many. Praise be to God. Lakini ambapo hapohubiriwi Yesu, run. Murife run. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo sio kusulubiwa kwa Yesu, hiyo hata niseme kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nilikuwa na wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa na wageni waliokuwa wanakuja kwa nyumba yetu. Na kwa hivyo hiyo Saturday ilikuwa Saturday. Niliamka na mke wangu, mke wangu ndiye aliniamsha. Akaniambia kimbia uchukue vitu tutayarishie wageni. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikaenda kutafuta vitu tutengenezee wageni. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ndio huyo nikaondoka pale Makadara. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa pale Makadara nikasikia mtu ananiita Derek. Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa Derek. Maana pande ile ninaamini naweza itwa Kitila, naweza itwa Chama. Lakini Derek niliacha NYS, hapo ndio Derek ilikuwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeitwa Derek. Bwana Yesu asifiwe. Hai. Amen. Hata sasa yule mtu akaniambia Mungu amenituma kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenituma kwako. Nikafikiria muujiza umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenituma kwako. These people are cunning. Praise be to God. Amen. Mungu amenituma kwako. Na kwa hivyo kidogo nilikataka kusikia Mungu amekwambia nini. Alikuwa amefalia kasuti kake vizuri, hata yeye amekafunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza nini amekwambia aje huyu Mungu? Lakini ninajua hata ule wakati Mungu alitembelea Maria, alimtembelea Yosef.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikutaka kwenda hiyo njia, acha kidogo tuendelee. Akaniambia Mungu amenituma kwako. Unaamini Mungu? Nikamwambia naamini sana. Akaniambia basi twende kwa kanisa langu liko pale. Ukiangalia Makadara, ukitoka Jabura kuna tu vijiji kama mabati hapo. Akaniambia basi twende kwa kanisa langu pale nikuambie ujumbe wa Mungu. Nikamwambia hapana, niko na kanisa inaitwa Try Jesus. Ninaweza enda nikachukua gari tukaenda mpaka Try Jesus. Tuko na uhuru wa kuomba. Bora tu usiingie kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si twende. Hata sasa hivi nina plan vile nitapigia mke wangu simu nimwambie mambo vingi chinjaga kidogo. Na maana wageni watakuja kule kitu saa 7 saa 8 hivi, wacha nikimbia hapo kidogo na nikuje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akaniambia hapana, ninataka twende kwa hii kanisa langu. Nikamuuliza kwa nini? Mimi siendani mahali penye sijafanya utafiti wangu vizuri. Akaniambia hapana, kwani uamini? Hapana, ni kama nimekuwa mgumu kidogo. Hawa watu saa hiyo mama mwingine akatoka. Mwanzo alikuwa ameniambia ni wa inaitwa Op TV. Anakuwa kwa Op TV kipindi cha Jio Sample. Hata jina sikumbuki yake, lakini aliniambia. Kwa hivyo huyu mama akakuja, apostle fulani, ninakujua kwa Op TV. Sijui ulinihubiria, nilipona. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nikatizani kasikia hii hapana. Hii sio ile habari naambiwa na babangu pale. Hii ni nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na karibu mambo maana ni kama aliona nimekuwa mgumu. Anaambia tendea na huyo mama hivyo, akikuuliza maswali kitu tunaona mimi simjui. Tendea naye. Nikaona hii ni tamu na aibu. Lakini wacha tutwende. Bwana Yesu asifiwe. Tukatendea kaniuliza kwani mko wangapi? Nikamwambia kwa tuko 5. Lakini kwa tuko 10. Bwana Yesu. Nikamwambia tuko 5. Jamani ninaona nikajua basi. Hii ile ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa ni Yesu aliyekufa na akafufuka, angedizana tena hapana. Mko 10, nimemwambia nusu. Mama akaniuliza kuna shida? Mimi naona sijui baba ni mzee. Maana sasa ameimani tumatano na nimemwambia mimi ndio last born. Kwa hivyo anaona baba ni mzee, kwa hivyo ni mgonjwa. Na ni ukweli baba ni mgonjwa, alikuwa mgonjwa. Lakini nikaona hii ni hiyo tu. Baba yako unaona ni mgonjwa. Si ndio? Naambia hapana. Tangu sio mgonjwa, lakini alikuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamwambia hapana, hivi nione kwanza huyu mtu. Hii ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie, tukisonga mbele, yule pastor akakuja. Kuja. Ninaona utakwenda mko 5. Ninaona wewe ndio lazima unawaambia hivi. Ninajua babako. Babako ni shetani. The father of all lies. Praise be to God. Babako ni shetani. Maana ile injili haikuwa ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa mraisi hiyo kanisa. Nadhani ilikuwa ya Kalumanzira. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio kanisa, hiyo sio mhubiri. Utakapoona kitu kama hiyo usikimbilie. Bwana Yesu asifiwe. Kila Jumapili hapo tunaambiwa neno. Soma neno lako. Kama kitu akiendani na hii neno. Unajua wapendwa, siku hizi watu wengi wanapenda miujiza. Watu wengi wanapenda miujiza, lakini hawataki mwenye kufanya miujiza. Wanataka miujiza. Kwa hivyo hata ninaona wakati Musa fimbo ya Haruni iliachiliwa chini. Hata wale wa Farao, wale washirikina wa Farao pia waliachilia zao. Bwana Yesu asifiwe. And guess what? Ilikuwa nyoka. Lakini tofauti ilikuwa moja. Ya Haruni ilimeza zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya Haruni ilikuwa ya ukweli. Hizi zingine zilikuwa za chenga. Usikumbani mahubiri ya chenga. Try Jesus au jaambiwa mahubiri ya chenga. Try Jesus umeambiwa kuhusu Yesu. Yesu peke yake. Hata baba anasema tusimwamini yeye, tuamini Mungu. Tuamini Yesu. Yesu asifiwe. Hata mimi ninakwambia leo hii, amini Yesu. Yesu aliyesulubiwa, akakufa na baada ya siku 3 akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nikaambia yule nilimwita hata hiyo jina aliitwa apostle. Apostle hii ninajua baba yako. Baba yako is the father of all lies. Yes. And I have seen it. Praise be to God. Hata niuliza kwa nini huyu jamaa alinitusi. Jamaa alinitusi. Nimeongea sikuwa na mbaya, lakini wewe amini. Yesu anaishi na Yesu atakukomboa. Kama wewe umezoea kukonkon watu, wewe okoka. Maana siku zako zimehesabiwa. Na kama hautaokoka, siku zako zitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi wamekundua, wamekuja tu hivi
wewe ni msichana mzuri, wewe ni mwanarika, jamaa anatoka na huko, unasikia anaongea lugha, anapiga lugha, unasikia hiyo ni wa Mungu. Ndugu, umesikia dada anapiga injili kanisani, amekuja siku 2-3, unasikia unasema nitaoa huyo. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe. Dizan. Bwana Yesu asifiwe. Dizan. Maana kwa ukweli mambo yamechanganyika. Mambo yamechanganyika. Ndugu dada ambaye hujaolewa, kaa kwa njia ya Mungu, kaa kwa njia ya Yesu. Fuata huyu Yesu, Yesu aliyekufa na akafufuka, na huyo Yesu atakupa wako. Bwana Yesu asifiwe. Simona tijeo, mambo imekuwa sawa, vijana wanatoka kwa ujana wanaingia uzeeni. Usijichanganye. Langu kwako usijichanganye. Kaa kwenye nafasi yako. Na kama kuna mahali ulianguka, muamini Mungu. Na huyu Mungu amejaa upendo. Mungu amejaa upendo, wapendwa. Mungejua upendo wa Mungu kwetu, hata mungeshangaa. Yesu asifiwe. Muamini Mungu. Kama kuna mahali ulienda kombo kidogo, rudi kwa njia ya msalaba. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Rudi pale ulipoacha njia. Ishike tena. Fuata hiyo njia na utaona upumziko. Bwana Yesu asifiwe. Rudi pale tu. Njia ni hiyo, njia ya msalaba. Njia ni hiyo. Hakuna njia nyingine. Hakuna nyingine. Na yeyote ambaye atakuletea nyingine, huyo sio wa kweli. Mwambie babake unamjua. Babake ni yeye baba wa mauongo yote. Mwambie mauongo ni ya shetani na wewe ni mfuasi wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekufa, amefufuka. He laid his own life for 3 days. Wakati naona umeenda, lakini si pia tulikula ya mhubiri, si pia mnipee kidogo, si ndio? Yesu amefufuka. Naona hata Yesu wako pale, wapendwa wanatembea jiani. Alikuwa anaenda Cleophas, si ndio? Sio Cleophas Malala, huyu ni Cleophas wa ile nyakati za Yesu. Hao watu na rafiki yake wanatembea jiani, mwingine amewaunga mkono, wamepiga gumzo. Wanauliza, kwani ni wao tu hujui? Hao ndio ngeni tu. Hawakujua huyu ndiye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanatembea jiani, wanatembea. Ninaona Yesu akitaka kupita, wakamwambia na rafiki yake, "Sikirie tukule dina." Bwana Yesu asifiwe. Umemwalika Yesu kwako. Umemwalika Yesu kwa nyumba yako. Ukaona akishindwa kweli, hawezi akashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Umemwalika Yesu. Hata wewe ambaye unatutazama, muamini Yesu tu. Yesu ni kumwalika Yesu. Mwalike Yesu kwa nyumba yako, mwalike Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu niseme hapa. Kuna wakati tulikuwa tunasumbuliwa na, hata niseme tu kweli, panya. Bwana Yesu hakuna nyumba Yesu kaenda panya. Bwana Yesu asifiwe. Hao panya tunawekea dawa. Kila mahali ni pasafi. Ukiwaona wamefanya kazi. Tunaona lakini wanapiga teke dawa wanaingia. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema hii tunaijua. Wanasianga vizuri kwa nyumba. Na siku moja mke wangu akaamuka. Alipatana naye. Nile panya niko mkubwa. Walionana na mke wangu. Nakumbuka hiyo siku amesimama kwa mlango, "Wewe mashetani tokeni. Wewe mashetani tokeni. Ninaita Yesu kwa hii nyumba." Na wewe sema, na kweli zilienda. 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 Wewe ona tena. Bwana Yesu asifiwe. Na utajisamea hiyo. Lakini cha ukweli zilienda. Na hiyo siku iliyofuata nikaona, unajua zilienda cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Alipata nguvu mpya. Si mwalike Yesu. Si mwalike Yesu kwa hiyo nyumba yako. Si mwalike Yesu kama mambo hayendi vizuri. Si mwalike Yesu kama ndoa yako iko na shida. Umemwalika Yesu akakataa kushuka. Umemwalika Yesu. Mwalike Yesu. Mwalike Yesu. Kila fasa akaambia Yesu, "Situingie tukule kitu." And you know what? Yesu aliingia. Yesu akataangi. Yesu akialikwa, Yesu anaingia. Ninaona Yesu aliambatana na wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimuita Yesu anashuka. Petro alipomwita Yesu, Yesu alimuitikia, na ndio maana hakuzama. Leo hii unazama lakini haumuiti Yesu. Umenyamaza. Angalau hata masaa mawili hauwezi ukaomba. Usiku Mungu amekuamsha saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, lakini wewe unaingia YouTube na watch nyimbo za kitilo.
ama una watch movie. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai ninataka views. Lakini unajiulize, Mungu amekuamshia nini wakati kama huyo? Yesu amekuamshia nini? Si uende kwa magoti tu. Hata kama unataka kuomba, si uanze kuabudu Yesu, si uanze kumwabudu Yesu, si umwite Yesu kwa hiyo nyumba. Baada ya sekunde chache, baada ya dakika chache, Yesu atashuka na utapata ya kuombea. Wewe mwite Yesu, wewe mwite Yesu. Mpendwa, alika Yesu, mualike Yesu, mualike Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Amen. Maana jina lake ndilo liko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hao wapendwa wamemwalika. And you know what? Jesus ameingia mahali pale. Ameingia na hao wapendwa. Ninaona kwamba kama wako unajua ukiexpect wageni unapanganga mambo. Lakini huyo wako wana expect. Kwa hivyo ninaona hata maybe nyumba ilikuwa fogari kidogo, ile tu ya watu hapo wanazoea. Lakini Yesu aliingia. Nyumba yako hata ijalishi inakaa aje, wewe mwalike Yesu. Nyumba yako imepangwa ama haijapangwa, mwalike Yesu. Moyo wako umepangwa ama hujapangwa, mwalike Yesu tu. Yesu akaingia. Na Yesu wakaleta dina. Kawaida ukienda kwa mgeni akienda kwa mtu anangojanga awekewe chakula ama aletewe self service. Lakini Yesu alifanya kinyume. Kuna sehemu ambazo lazima tufanye kinyume. Kuna sehemu lazima tufanye kinyume. Kuna sehemu lazima ufanye kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe amechukua ule mkate, ameukatanisha, amewapatia. Bwana Yesu asifiwe. Ama nasoma Biblia tofauti. Biblia yangu inaniambia mwenyewe alichukua, alikatakata na akawapatia. Alipowapatia hivi, tunasema si huyu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo Yesu anapotea. Anapotea. Yesu anapotea. Wanaulizana, je, hatukuhisi mioyoni mwetu? Je, hatukusikia hata chende kidogo ya kwamba huyu ni Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijasoma Biblia tofauti, ni hii. Praise be to God. Amen. Je, hatukudesign? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wameona Yesu amefufuka. Wao sasa hiyo dina hata naona haikukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kukula hiyo dina. Ninaona ikiachwa maana amewakatanishia. Wameona ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ameenda. Lakini asha accomplish. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ni ishara amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Wapendwa, Yesu amefufuka. Ninahisi kuhubiri ya kwamba Yesu amefufuka. Leo hisi kuteach. Ninahisi kuhubiri ya kwamba Yesu amefufuka. Maana ni kweli. Amen. Injili ya Yesu ni kweli. Aliwaambia baada ya siku 3 nitafufuka. Je, baada ya siku 3 alifufuka ama kufufuka? Amefufuka. Maana Yesu ni mkweli. Hii nyingine ni uongo. Yesu ni mkweli. Yesu akinena inakuwa ya ukweli. Ni kipi hicho Mungu alikuzungumzia? Yesu alikunenea, akakutabiria kupitia haya madhabahu, kupitia maisha yako, unakakuhudumia mwenyewe, akatuma malaika, ukaona ni ukweli. Hiyo ni sauti ya Mungu. Lakini imekawia, Baba imekaa, mbona haifiki? Wewe usikufe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, wamefika jangwani, wamefika bahari ya Shamu, in the Red Sea. That was an obstacle. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona bahari mbele. Bahari ndio hii, maji ndio haya. Na naona wengine wakinungunika. Lakini kwanza walimuita Yesu. Kabla wanungunika kwa Musa, walimuita Yesu. Jambo la kwanza kutenda kwako ni gani? Ni kumuita Yesu, ama ni kuita mamako, ama ni kuita baba yako, ama ni kuita mume wako, ama ni kuita mke wako? Jambo la kwanza liwe ni Yesu. Maana Yesu alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pale ninaona ukombozi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii bahari ya Shamu, Musa anawaambia hamtaiona tena. Bwana Yesu asifiwe. Pale msalabani pia Yesu anasema yamekwisha. Msalabani anasema yamekwisha. Ikikwisha ni nini? Imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa imekwisha, imekwisha. Praise be to God. Yesu alisema imekwisha. Vile Musa aliwaambia hao mnaowaona kwa sauti ya Mungu, hao mnaowaona hamtawaona tena. Na kweli hawakuwaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Tii sauti ya Mungu, sikia sauti ya Mungu, wachana na sauti zingine. Praise be to God. Amen. Utaamini mwenye kutoa mapepo ama utaamini Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unasikia Mungu wa fulani ni mkali.
Bwana si wana mnyamaza. Bwana mnyamaza. Praise be to God. Amen. Hiyo ni ile iko kule ile pande nyingine. In the darkness hiyo ndio iko huko. Ndio wako na ukali, huyu ni mkali kupita huyu. Hata unaenda mahali unaambiwa hiyo rogi yako siwezi nikatoa. Enda ukatolewa mahali Kitui. Enda msiulize nilijulia wapi. Enda ukatolewa mahali pengine. Hiyo ndiyo pande nyingine. Pande hii ambao tunaamini Yesu. Yesu anaweza akatembea na chombo chochote kile. Chochote kile. Chochote kile. Tangu ile siku alikufa, akaacha maisha yake. Wewe unajua Yesu anatupenda jinsi gani? Wewe unaweza kubali ukufe bure? Yesu anatupenda. Leo Mungu anaweza kutendea na kiumbe chochote. Na ndio maana naambianga watu, usidharau mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usidharau mtu. Yesu alikufa na akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio habari ninakuletea. Usiamini miungu mingine. Wewe kaa chini, soma neno lako vizuri. Hata kama hujui kusoma na Revelation, soma tu kama story. Vile tulikuwa tunasoma kidagaa tumemozea. Na hizo river and the source and the river between. Soma hiyo Biblia hivyo. Nakwambia kitambo ufike mahali utaanza kusikia zinaanza kudownload. Bwana Yesu asifiwe. Zimeanza kudownload. Lakini hata zisipo download, endelea kulisoma. Soma tena na tena na tena na tena. Na kitu chochote kile unaambiwa ambacho kiko hapa. Run. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Run. Praise be to God. So today nimekuhubiria ya kwamba Yesu alikufa, Yesu amefufuka. Aliweka maisha yake chini. Ni ukweli. Nimekwambia Yesu alikuwa firstborn wa kufa na kufufuka. Alikuwa firstborn in this way. Na alipokufa alichukua funguo. Sisi hatukufi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ninaona alimwambia Martha, hapana, Lazarus atakufa. Atakufa. Nilikwambia mimi ni Mkamba, mtanielewa. Atakufa, amelala tu. Leo hii tunalalanga. Maana yeye alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatulali siku zetu zikiwa zijafika. Mimi ninakataa hiyo. Wakati wetu ukifika ndio tutalala. Lakini hatuongopi huko kulala. Bwana Yesu asifiwe. Hatuongopi huko kulala. Mpendo, usiongope huko kulala. Usiongope. Usiongope. Muogope Mungu. Muogope Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amini tu Yesu. Yesu alikufa na akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na hii damu yake hata leo hii tunapoikiri, hii damu inatenda miujiza. Hii damu inafanya kazi. Hii damu iliyomwagika msalabani haikumwagika bure. Hii neema na hii damu ninaitabiria kwako, ninainenea kwako wewe, ninakutabiria na wewe ya kwamba utaamini Mungu. Ni ukweli changamoto zipo, ni ukweli maungumu yapo, lakini ninakutabiria itapokuwa maungumu yatakuja na utaona nikana kwamba mambo yameshindikana, ninakutabiria utakapoona vile, amini zaidi. Ile wakati utaona kimeumana, ndio wakati muujiza wako uko karibu. Wakati utaona kimeumana kabisa. Kabisa. Hii ninanenea mtu labda unasikia kitu kama hiyo. Toka hapa na moyo wa ushindi. Maana muujiza upo. Ule wakati unasikia nimeshindwa, nimelemewa. Wewe enda kwa magoti. Huo ndio wakati wa muujiza wako. Pale before usikie hivyo, muujiza ulikuwa bali kidogo. Hata mama anapokaribia kuzaa, uchungu ndio unakuwa mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu ndio unakuwa mwingi zaidi na zaidi. Ninaona hata mtu akiuliza, mbona Mungu aniache nipitie haya? Mbona Mungu aache nipitie magumu haya? Je, utapenda nani? Bwana Yesu asifiwe. Leo hii nikukupa mtu wa kukusaidia kupitia changamoto zote. Na nikikupa wa kuondoa, ama niseme nikupe mwingine ambapo hakuna changamoto, utachagua gani? Mimi nitachagua huyu wa kutembea na mimi katikati ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitachagua huyu ambaye anaita Petro, anamwambia njoo, na akikuja akiona anazama anamshika. Bwana Yesu asifiwe. Hao wengine hawashikanangi, ingekuwa ingine angeachiliwa aende. Maana pande nyingine sio mwangaza, au sio wa kusaidia, au ni wa kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaamini Yesu. Nitaamini Yesu zaidi na zaidi. Hata changamoto zinapokuja, mimi nitaamini Yesu. Wewe muamini Yesu. Tembea na Yesu, muamini Yesu, enda na Yesu, vuka na Yesu, maana alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na maana wakati umeenda sana, sitaki tuanze kulala. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tutaimba kwa wimbo kamoja
Na nimalizie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Naona wakati unaenda, lakini tuimbe tu wimbo pamoja. Damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise and worship utanisaidia kidogo. Na damu ya Yesu. Ya kwamba damu ya Yesu ndio inaweza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Wewe kiri damu ya Yesu. Wewe liitie jina la Yesu. Wewe liitie damu ya Yesu. Damu ambalo hata waleo linanena kupita. Damu ya Abeli. Hili ndilo damu. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninatabiria mtu ondoka ukiamini Yesu ametenda. Ninaona alivyokusumbua kwa muda mrefu. Wacha manunguniko mama, wacha manunguniko mzee, wacha manunguniko kijana. Muamini huyu Mungu, Mungu ambaye kupitia yeye Yesu alikufa na baada ya siku 3 akafufuka. Enena na hili kwa nyumba yako ya kwamba Yesu ametenda. Amen. Wewe amini tu, amini tu, amini tu. Sauti nyingine yote ile ambayo sio ya Mungu, mpendo, wachana nayo. Wachana na sauti nyingine, wachana na sauti zingine, wachana na sauti zingine. Sikia sauti ya Mungu. Wachana na sauti zingine. Wacha kutembelea tu nyumba za mabati. Tembelea Mungu. Umebisha kwa Mungu akakataa kukujibu. Umebisha, Mungu hajakataa. Yesu asifiwe. Usitembelee pengine. Oh God have mercy. Oh God have mercy. Have mercy Lord. Have mercy Jesus. We've gone astray.